This divorce that the president is looking for, you shall get it. But it will be painful. It will be hurtful. It will be catastrophic. It will have casualties. And I can tell you, we have said we are working together, but we did not sign up to assassination of our members. We did not sign up to assassination of our members. That we did not sign up to. So if somebody else killed Were, it's deep, hard-hitting, insights straight from the corridors of political power. Factual and humorous. It's one-on-one. But why hiyo ndio maswali president Ruto anajiuliza, why this at the time I'm trying to fix things, mambo yameharibika. Gachagua ndio huyo anakaa gari exhaust anaipita mara ametoka. Unajua gari inapoenda huku mbele exhaust inaachilia nyuma, so Gachagua analeta damage. President is trying to fix things and siku ya nyani ya kukufa miti yote na Teresa, na siku ya mamba kukufa miti maji inaisha. Those are the questions our president is asking ourselves. Why at the time I'm trying to consolidate Nyanza region, nimekuwa huko just tarehe moja, not even mwezi jaisha, hata wiki mbili hazijaisha, watu wakanishangilia mpaka walilala kwa stadium, vijana wakisema 10 bila break. You know, that's dismantled by one thing, kill their own. Ruto ndiye anafanya hiyo kitu. Lang'ati ambaye anataka president achaguliwe anasafanya hiyo kitu. Nitanga vijana walisema 10 bila break wakilala kwa stadium. We saw wakisema 10 bila break. Ukitaka kumaliza hiyo legacy, hiyo sifa ambayo Wanga alifanya, anafanya nini? Kill their own. Na usimuulie huko, ileta Nairobi, maiti toke hapa ikienda kiteremka, ipite Kisumu, ipite wapi, ipite kwa Jaluo, wamama wajipanga kwa njia, wazee vijana wakilia wakiona mwenzao amekufa wakilia, alafu rudi kwa sema tena 10 bila break. All the billions wasted there, all the rallies made, all the money, all the success which Ruto took from Nyanza, dismantled by one thing, kill their own. Now the question on the ground, shall we support this government which is killing our own people? Because in the span of 1 month, 2 assassinations and 1 attempt, the same county, Homa Bay. Why Homa Bay? Owendo Owere, Homa Bay, followed by Alfred Ojwang, Homa Bay, plus the attempted murder of the deputy governor of Homa Bay. Who is this killer and what is his interest? Is it Raila people trying to fight off the succession battle, ya kwamba Wanga asirudi, ama the factions within the government wanataka kublock Raila? Because it is alleged that Wanga is the next DP. And the owners of the government who believe that this government is theirs, they sweated for it. Raila lazima wakusabotage by killing your own people. And then they know that wewe umekupea mnyama, you have some slice of a big meat, unauma. At the same time you cannot speak, because when you are eating, table manners. These are not my words. Didmas ndiye alisema hivyo. Didmas ndiye alisema hivyo. Raila ananyamaza juu amekeep table manners. Continue keeping table manners when your people are being killed. And this person anasend the message, anakonina na waua karibu na State House. This person who is killing your own people
anawatoa Homa Bay. Simetaka president, let me show you. Ong'ondo Owere was killed by a powerful person. Hakuna muuaji wa ujinga ambaye ako na intelligence vifaa ya kutrace mtu communication. Huyu mtu amechange gari mpaka wanajua, anamuongojea parliament, anajua aje ako ndani. Kwa hivyo mwenye alikuwa anamwambia communication alikuwa ndani, ndio huyo ameenda, ndio amefika pale wakajitayarisha. Wenye walishikwa ni wenye walimaliza kazi 90%. When you plan wako who plan, and it was alleged that a message was sent kwa simu ya Ong'ondo Owere. A powerful person, nani huyo? Succession politics. It has come as a time when Boni Khalwale just 2 days ago alisema President Ruto, ni mimi nilikupeleka Western wa kuvote, lakini badala maendeleo kuja huku umepeleka Nyanza. At the same time Gachagua amefungua Frano, inapiga mkuki ikifanya hivi one time, baridi na ingia hivi watu kazi yote wanatetemeka hivi. Is this the time mara ambao umejishikilia the only hope is Raila? Is this the time President Ruto anazaua mtu huko? No. Hiyo inahitaji watu ambao walikula, sisi tulikula samaki, vichwa ya samaki tukiwa wadogo. We can reason. Raila ulikuja kwa hii ndoa na watoto wako, na kuna mabibi wenye ulipata huko wenyewe, bibi mkubwa. Yeye bibi mkubwa mlimfukuza, yes, lakini aliacha watoto wake kenye wanafanya kuua watoto wako. Utatoroka kwa hii ndoa by force. Wewe DP wewe yako ilishinda kuzaa, unakuja hivi nikupe mtoto wangu. You killed your own. Sasa President Ruto sasa ni Suleiman wa Biblia. Huyu mama ameoa mtoto wake, anataka kurely kwa huyu mtoto wake. Hata sasa wakupe. And that's why they will kill your people and you cannot talk. Because once you talk, president atakuuliza ujapata nini. Once you keep quiet, your people, they are fighting your people against you. Saa hii inaweza wata hiyo maiti wakati itatoka hapa ende hivi, watu watajipanga kwa barabara wakilia. Blame itaenda wapi? Raila, you sold us. We told you don't join this government of killers, and you did not listen to us. Na sasa mtu mwenye ametoa sauti kutetea huyo kijana ambaye amekufa ni Gachagua. Unajua within ODM kuna factions, kuna Orengo faction, kuna Babu Owino faction, kuna Gladys Wanga faction. So you don't know which faction is fighting who. So that's my critical analysis. One reason. Watu watatu wanataka watu wawili wameuliwa Homa Bay. Mmoja akatoroka narale na watu wanauliwa na bunduki. Hakuna investigation ambayo inataji pale juu. Ni wale tu wadogo. Hata yule muuaji mwenye alikuwa mahakamani alisema ni tutakuua. Which means anaongea na ujasiri, wako na factions ziko nje. Mtu anashikwa, Lang'ati hawezi akaua kijana. Kama angetaka kumuua, angemuulia Homa Bay, ama angemuulia Moi, ama angetuma watu wamuue. Si yeye apeleke wamchukue kwa wazazi wake akuja muulie sel. At the time polisi wanatupatanga tunapiga mwizi, polisi wanatunyang'anya mwizi wetu, wanampeleka sel, wanamuokoa. Mwizi anakimbia na ingia gari ya polisi, anapona. Polisi wamekuwa wakifanya hiyo kazi kuokoa wezi ambao kwa raia, mob justice. Polisi wanakuja wanaokoa. Polisi wanaweza kubali record ambayo wamemaintain miaka yote, wakubali wauliwe Central Police Station. Kwa nini wakumulia Homa Bay Police Station? Ndio wamlete Central. Don't you think that there is a somebody who want to tarnish the name of police station, police service? At the time the wamesema ati Douglas Kanja ni flower girl, Lang'ati ndio ako na power.
Alafu unajua tu Lang'ati ana time ya kuwatch nani amemtusi nini hamna time kuangalia nani amemtusi. Kuna mtu alimeta tu picha mkubwa, angalia kuna kijana ameandika hapa, huenda labda alicomplain tu. I'm saying this because wakati huko aliuliwa Moi alisema I don't know who is killing, I don't know who sijui kusema kweli hata hakuwa anajua, lakini nani alikuwa na Moi aliuliwa nani huko, si mtu wake kufurahisha Moi. So unafanya kitu unataka kufurahisha mkubwa wako, kumbe unamharibia, ndio wrong. Sasa wadogo wanasema sasa mkubwa ataonaje? Si unajuanga tu wa polisi tunakuanga nao huko, wewe usikasishe mkubwa. Sasa unataka kusema kitu ufurahishe mkubwa, kumbe unamchomea. Hata labda kuamshike labda polisi wao, lakini wewe unaona kijana anafanya hivi, mmemfanya nini? Kuna wewe mmefanya, si mwende mnyamazisha wakamchukua. That's why they went and they introduced themselves to the parade. Tunataka huyu kijana tumetumwa mchana broad daylight, wakamchukua wakamleta mpaka Central Police Station. Na ndio ujue mjamaa aliingia police station akiwa uhai, alipiga simu wakamwachia paka simu. When this guy was talking to the friend, hakuongea. Ukisikia wewe audio, hakuongea akilia, aliongea akiongea mtu ngoga kwa ametochewa. Wakamhand over kwa police station, hao wakaenda. After them leaving, hapo nyuma kenye kijiongelea hapo, kenye kilifuata mimi na wewe tuko hapo. And that's why when walimshika kutoka Homa Bay wajashikwa, because these people are innocent. Walisaini hao wenye walikuja nyuma the another faction kuchomea Lang'ati, wakamuua, wakamnyonga na wakamuua. And that's why Kanja alitokea sema mimi hapana, mwenye alicomplain ni mimi mdogo wangu, akajinawa sibuni vile guys kajiodoa, wamewashia Lang'ati moto. And I remember wakati Wawera aliuliwa inasemekana kamera na kamera hakuna. What if there's someone who wants to buy cameras? Kuchukua hiyo tenda ya kubuy cameras. Unajua those are billions of money. Lang'ati you have to go with kukula pesa. So look something times his name and he goes. And he, by the way is good. Ile moto imewaka, itabidi aondoke. Lang'ati has been inaitwanga waji kuchomewa picha. Wameshikishwa handball kwa lugha ya mtaa. Ni kama mimi mtu anataka bibi yangu, niachane bibi yangu, anakuja anaweka condom kwa mfuko yangu, bibi akifua aipate, naweza jiondoa. Ndio Lang'ati amefanywa. Adui wako wamemtafuta, wamempata. Wamemtafuta, wamempata. He has to go. Kamera lazima zingie. Unajua tumeingia wakati wa election, imebaki muda kidogo, lazima kamera zinunuliwe. Someone wants that tender, so you have to go. Wamekumaliza because you have to go. Hakuna jinsi polisi ikiwa iko na voice moja under one authority wapeleke mtu cell alafu amuulie huko. Contradiction. Alafu polisi wasema ati huyo mtu alijiua. Hapana. No. Alijiua kwani alikuwa amefanya nini? Kama wauaji wenye waliua wewe wao wakiwa kujiua na wanajua anaenda kufungwa maisha, huyu alikuwa amefanya nini ambaye inampeleka maisha? Na si nani mtu, si ati mtu mjinga, mtu amesoma, he knows the law that defamation fine hata sijui ni pesa ngapi, ni kidogo sana, ama you apologize. And remember the law of defamation, you are defamed before the well-thinking members of the society. Si ati kila mtu anakuanga defamed. Lazima produce hiyo kitu ambayo uliongea. And I remember this guy had just reposted the information. So hawezi kumuua kitu kama hiyo. So anajua kwani ni stress gani alikuwa nazo hapo, anazijua. Mtu university graduate, sio ati mtu chokora kama mimi huko down ati niko na wasiwasi. Anajua nini namuua, anajua nini kwani stress gani ambayo alikuwa nazo. Alikuja akilia, babake amesema mara alikuja akilia hivi, baba anakuwa kana ati ni akili kwangu na akili kwangu mzuri, ndio ajue alikuwa amefanya nini hiyo kitu kubwa. We have seen criminals who have killed people, hawajiuangi, hawaka mzuia jiwe.
ndio alikuwa amefanya defamation. Defamation ni kesi ambayo inaweza disturb hata ukiniambia mimi yangu tuende kotini. First of all, tunahitaji lawyer kazi ya defamation, because defamation you have to produce. You are defamed before the well thinking members of the society. Si tunadefamiwa kwa watu chokora huko huko chini. Hiyo ndio iliongea imekuaffect kazi yako. Because lazima hiyo maneno aliongea iliharibia job. Hiyo maneno yote kijana aliongea na mharibia nani job. Yeye alikuwa kwanza kuiongea. Kama mtu wako mkali sana hivyo anaua watu, kijana mwenye alimpiga kiatu mpaka media zote, international media zilizungumzia why was not killed that guy, wakamwachilia mpaka hakuna familia yake imesema ameharasiwa, alipeleka police station. Huyo jamaa akajitetea akasema hapana, mimi nilikuwa nachukua content kiatu ikapita ikakugonga by me. Akasimama mbele anachukua content nikamfusha na mkono, wakamwachilia, ikaeleweka. Kwa nini wakumuua? Ujue kitu ilichoma ikaenda Nigeria, niona wanapost, Al Jazeera ilisoma, CNN. Kwa nini wakumuua huyo mtu alichomea president jina mzima? Na huyu hata mimi hata sikuwa najua tu kwa nini amepost ina guarantee kifo. Hakuna kitu kama hiyo. Ruto hawezi akafanya kitu kama hiyo hata kama huyo kijana amemkosea. Lakini juu huyo jamaa anatoka Homa Bay. Ile love ambayo watu wa Homa Bay walionyesha president. Na tarehe moja mpaka furaha iko bado, furaha iko kwa roho yake hujaisha. Hawezi akawalipa na kifo ya kuua kijana. No. Tumia akili baba. Polisi ndani kuna factions zinawapigana wenyewe kwa wenyewe. Tena kuna faction ambayo anapiga raia. Aonekana yeye ni mbaya, wamchafua kwa watu wake. Hiyo ndio for today. Jina yangu inaitwa Boniface Mwaura. Beyond the headlines, beyond ile project yote, tunakuja tunachambua ile uongo ambayo iko juu, tunairudisha chini, na ile ukweli ambayo imejificha inarudi juu. Tunaelezea watu ukweli kwa upana. Yes, Lang'ata hata kama ni muuaji, hawezi akajiimplicate kitu ambaye anajua regime inaweza change, afungwe maisha. Na wakati anajua wale ambao walio baby pendo wako jela wanawazea huko watu 12, hata kama Uhuru aliwatuma Uhuru wako Israeli amelala, hawa wanawazea jela, hawezi akafanya kitu kama hiyo. IG amesoma, sio mtu mjinga hivyo, stupid person at a bad. Alikuwa